Tuvilinde hivi vyoo vyetu kwa kufanya kazi vizuri na watumishi walioko chini yetu, lakini kuwa na mahusiano mazuri na wazazi. Wewe usiwe sababu ya mwingine kukosa tabasamu. Kwenye simu yangu pale ninapokea meseji nyingi sana kwamba baadhi yenu mnatumia nafasi zenu kuifanya sehemu hii kuwa biashara, kumhamisha mtu, kumpokea mwanafunzi ni lazima akuangalie usoni. Ninaomba hili tuliache. Kama alipo kuna mtu anafanya hivi, ninaomba sana tuepuke haya masuala ya rushwa. Tutakapotambuana kwamba kuna mtu anafanya hivyo, nadhani tutakosa nafasi hizi ambazo tunazo. Kwa hiyo mimi niwaombe sana, niwasihi sana, tusigeuze huduma za elimu hii kuwa biashara. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru pia kwa ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya shule. Pia tunaipongeza serikali kwa kutoa magari kwa wakuu wa idara za elimu katika halmashauri zetu, pikipiki kwa maafisa elimu wa kata. Kwa kuwa shule zimetawanyika mpaka vijijini, tunakuomba usafiri wa pikipiki kwa shule za kutwa na usafiri wa magari kwa shule za bweni kwa ajili kukabiliana na changamoto mbalimbali na uendeshaji wa shule na ustawi wa wanafunzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, walioko mbele yako hapa ni takriban wakuu wa shule 3500, lakini chini ya usimamizi wao tuna zaidi ya walimu 100,000 na kitu, na kupitia walimu hao, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa huduma kwa watoto wetu ya elimu na malezi zaidi ya watoto milioni 5 kwa maana elimu ya sekondari. Tunategemea kuwa na mawasilisho kutoka Baraza la Mitihani la Taifa, lakini tutakuwa na mawasilisho vile vile kutoka TCRA na mawasilisho kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na wadau wengine wa elimu. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, wakuu wa shule walioko katika mkutano huu watapata fursa ya kushirikishana katika uzoefu ambao wanao katika utekelezaji wa majukumu katika vituo vyao kuhusiana na masuala ya uongozi, utekelezaji wa sera na mitaala iliyoboreshwa. Yote hayo yatafanyika katika siku ya pili ya mkutano wetu. Itahusu vile vile masuala ya maamuzi mbalimbali ambayo yatakuwa yametokana na mada ambazo zimejadiliwa, lakini na hitimisho la mkutano. Vile vile siku itajumuisha mrejesho wa mkutano, wasilisho la taarifa za fedha za umoja wetu, uchaguzi wa viongozi wa TAHOSA na uwasilishaji wa maazimio ambayo yatakuwa yametolewa katika mkutano huu wa 20 na baadaye kufungwa hiyo siku ya 3. Wazazi wawe marafiki kuanzia mwanafunzi pale nyumbani kwake kama mwanae na wao walimu, ili waboreshe maendeleo ambayo yatatokana na shule ambayo mwalimu yupo au mzazi kuwa karibu na ile shule. Wazazi ukiwashika vizuri, kaongea nao vizuri na wakasikia shule inaendeshwa vizuri, wanakusupport sana. Maana wazazi wana tabia ya kutega masikio yote shuleni. Wakiyatega masikio yote shuleni, wakasikia shule inaenda vizuri, program za shule wakazipenda, wanasupport sana, wanawatembelea na wanaomba vikao wenyewe. Lakini wakishasikia nidhamu haijakaa vizuri na mambo mengine, unakuta wanakacha. Of course wazazi wanatofautiana. Kuna wazazi ambao ukiwaita labda kikao wanakubaliana na miundombinu ya shule na wanaamua kuboresha, lakini katika mchango labda wanaoamua kupitisha labda iwe 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, unakuta wazazi wengine ambao hawajaenda kwenye vikao ndio wanakuwa wabishi. Sasa nakwambia huo mchango wa nini mimi siujui, lakini hawaji kwenye vikao. Kwa hiyo iko tabia ya wazazi, na labda tuwaombe wazazi wote Tanzania nzima kwamba wakiitwa shuleni wanakosoma watoto wao waende kusikiza changamoto zilizoko shuleni kwa mwanao, ili waweze kusapoti shule na walimu kwa ujumla, ili shule iweze kwenda. Bila taasisi za fedha kuna vitu vingi sana vinarudi nyuma. Ecobank imekaa mstari wa mbele kwenye elimu. Kwa sababu gani? Elimu ndio silaha namba 1 ya kupigana na umaskini. Ni muhimu sana kwa
kama Ecobank kuamua kujiingiza kwenye jambo kama hili, kwa sababu hata leo mimi niliosimama hapa, elimu ndio imenifanya nikasimama hapa. Kwa hiyo usipochangia kwenye jambo hili, usipojiweka mbele kwenye jambo hili, usipowatengenezea solution za kuwasaidia kwenye jambo hili, maana yake kutakuwa kuna kuzorota kwa elimu.